Jubilei ni baraka, jubilei ni neema, jubilei ni furaha, jubilei ni ushindi. Asante Mungu kwa zawadi hii, asante Baba kwa upendo huu. Ukarimu huu umetuzunguka, Mungu tunakutukuza. Napenda kushiriki furaha yangu pamoja na ninyi ya kusherehekea miaka 25 ya utawa katika shirika la Mtakatifu Agustino. Mimi ni Padri Zakaria Richard Kashinje, ni mtawa wa shirika la Mtakatifu Agustino. Nilizaliwa huko Shinyanga na wazazi ambao mwanzoni hawakuwa Wakatoliki, lakini baadaye waliongoka wakawa Wakatoliki. Mimi ni mtoto wa 3 kati ya watoto 8 wa familia ya Mzee Richard Kashinje Mzee na mama Mkwimba Ntigizu. Hawa waliishi huko parokiani au kwenye parokia Ndoleleji katika jimbo la Shinyanga. Wazazi hawa walitulea katika mazingira ya kujitegemea na tunawashukuru sana. Mama Mkwimba Ntigizu, Mungu alimuita apumzike kwa amani. Hawa walitulea katika mazingira ya kujitegemea yakiwemo mafundisho ya kulea hasa mifugo au kutunza mifugo. Hivyo walikuwa wavuvi, wafugaji na wakulima. Walifanya kazi hiyo ya kulima, wakatuwezesha kujitegemea na wakatufundisha kujitegemea kupitia ufugaji huo wa mifugo, ikiwemo mifugo ya aina ya ng'ombe, mbuzi, kondoo na kuku. Na walilima mazao ya aina mbalimbali yaliyotuwezesha kupata mahitaji yetu yote. Kumbe nawashukuru sana wazazi kwa kazi yao hiyo njema. Basi baada ya hapo nilipata mazingira ya kumwamini Kristo kwa sababu mwanzoni sikuwa Mkatoliki. Katika mchango wangu wa kupata imani Katoliki, kuna watu waliochangia makundi mbalimbali. Watu hao ni pamoja na kaka zangu wawili na shemeji yangu Perpetua na wanakwaya ambao waliimba kwenye sherehe ya ndoa ya katekista Deusi Shija ambaye sasa hivi naye ni marehemu, apumzike kwa amani. Deusi Shija alifunga ndoa na Teresa Kanizio, na katika ndoa hiyo wanakwaya waliimba nyimbo mbalimbali. Nyimbo hizo zilimkumbusha Deusi kuwa siku hizi ni za mwisho na dunia karibu itateketea. Kumbe yafaa watu waendelee kutenda mema ili waingie kwenye uzima wa milele. Katika maisha hayo, wanaotenda yale ya uasi wataingia kwenye mateso. Nilipopata ujumbe huo, basi niliamua kuanza na mimi kusali. Baada ya kupewa wazo la kusali na shemeji yangu Perpetua, ambaye kaka yangu mkubwa alienda kuchumbia kwenye familia wa Kristo wa Katoliki, akawa anaimarisha imani hiyo kuisimika kwetu kwenye familia yetu. Baadaye hii imani ndio ikakolezwa na wanakwaya waliotoa ujumbe huo kwenye sherehe hiyo. Mimi nikaamua kwenda kanisani kwenye Dominika iliyofuata, na baada ya hapo nikajiunga na mafundisho au ukatekumeni. Nikawa katekumeni kwa muda wa miaka 3. Nilipopata mafundisho hayo, baadaye nilibatizwa. Nilipobatizwa nikaingia kwenye chama cha wito. Wito huo ulianzishwa au chama hicho kilianzishwa na paroko aliyekuwepo kipindi hicho, Padri Daudi Thimithi, katika parokia hiyo ya Ndoleleji. Nilijiunga na wito huo, akatuelekeza namna ya kujiunga kwenye mashirika mbalimbali na namna ya kuandika barua. Basi akatufundisha, nikatuma maombi yangu kwenye shirika la Mtakatifu Agustino. Hapo ndipo chanzo cha kufahamu shirika hili. Wakati huo kulikuwa na kitabu kinaitwa Wito Jitolee Nani. Mimi niliona anwani ya kwanza ilikuwa Mtakatifu Agustino, nikachagua anwani hiyo na nikawaandikia wanashirika, nao wakanijibu. Baadaye nikajiandaa kwenda huko Songea, ni jimbo kuu la Songea, ni parokia ya Mahanje ambako shirika hilo lilikuwepo wakati huo. Nikaingia kule, ilikuwa mwezi wa 12 mwaka 1989. Nilipofika pale nikakaa kama mwombaji
kwenye mwaka huo wa 1990. Baada ya hapo nikaendelea na masomo ya sekondari seminari ya Hanga. Nikatoka pale nikaenda seminari ya Konsolata Mafinga. Baada hapo nikaenda Morogoro, hapo nimeanza masomo ya falsafa. Nikaendelea, baadaye nikaingia kwenye unobisi ambako nilipata huko Ufilipino. Hapo ndio wito na mwanzo wa safari ya utawa ilipoanza. Huko Ufilipino nilikaa mwaka mmoja, mwaka unobisi. Hivyo nilijisikia furaha sana, na mpaka sasa hivi najisikia na furaha napokumbuka nadhiri zangu za kwanza ambazo nilizifunga huko nchini Ufilipino kwenye jiji la Manila. Ilikuwa ni mwaka 2001. Hivyo ninafurahi sana leo hii ninaposherehekea miaka 25 ya utawa. Namshukuru Mungu kwa hayo yote aliyonijalia, na pia ninaposherehekea jubilei hii naona ni vizuri niwashukuru wale wote waliochangia mpaka nikafikia hatua hii, na namuomba Mungu azidi kuwalinda na kuwaongoza zaidi. Kumbe haya maisha ya utawa ndani yangu yananipa furaha ya kufurahi ndani ya shirika hili la Mtakatifu Agustino. Kumbe kinachonivuta zaidi katika shirika hili na ambacho kinivuta mpaka nikajiunga ni hali ya kumtafuta Mungu katika maisha ya kuwa na moyo mmoja na roho mmoja kuelekea kwa Mungu. Nikaona ni furaha yangu au nafasi yangu ya kujitahidi kuungana na watawa wenzangu katika kumtegemea, hasa kumtumikia Mungu, tukitegemea zaidi jasho letu kwa kadri ya mahitaji ya kanisa. Hivyo katika siku hii ninafurahi sana ninapokumbuka nadhiri za kwanza. Naona ni fursa ya kumshukuru Mungu kwa namna ya pekee sana. Na nilipofunga nadhiri zangu za kwanza huko Ufilipino nilifurahi, na nilikuwa na watawa wenzangu. Furaha hiyo tuliipata wote, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa pamoja. Kumbe maisha haya ya utawa yalijengwa na karama au karizma ya Mtakatifu Agustino, ambayo ni kuwa na moyo mmoja na roho mmoja kuelekea kwa Mungu. Kanuni hii imeyajenga na kuyaongoza vizuri maisha yangu kwa siku hizi zote ambazo nimekuwepo. Imeyajenga katika hali ya kunifundisha kuona thamani ya uwepo wa wenzangu, watawa wenzangu katika safari ya kuelekea kwa Mungu. Hivyo nikiwa pamoja na wenzangu naona itakuwa vizuri na nitafanikiwa vizuri kusafiri pamoja na wenzangu ili tuweze kumfikia Mungu ambako kuna furaha inayoweza kutuliza mioyo yetu. Kama anavyosema Mtakatifu Agustino, mioyo yetu haitulii mpaka ipumzike au ifike kwa Mungu ambako twaweza kutulia na kufurahi milele. Haya ni mawazo ya Mtakatifu Agustino tunayopata kwenye kitabu cha Maungamo mwanzoni mwa utangulizi wa kitabu hicho. Kumbe katika maisha yangu nimevutiwa sana na mafundisho ya Mtakatifu Agustino, na hii naona kwangu ni kama kauli mbiu inayonisaidia. Mafundisho hayo ni yale ya kumtafuta Mungu na kumpenda. Ninapompenda hivyo naona uzuri wake wa zamani na wa sasa. Uzuri huu hauishi. Kumbe yafaa utafute uzuri huu nikiwa na utunza muungano wangu na Kristo, ili niweze kuishi maisha ya kujumuia pamoja na watawa wenzangu, tukiwa na moyo mmoja na roho moja kuelekea kwa Mungu. Hivyo kwa Mungu tutapata furaha inayoweza kuituliza mioyo yetu. Katika wito wangu nimefanya utume kwenye sehemu mbalimbali. Nilifanya utume kwenye parokia ya Maburunza nilipopadilishwa mwaka 2005. Baadaye nikatumwa kwenda Mwanza, nikafanya kazi kwenye parokia ya Mtakatifu Agustino, parokia ya Mkolani. Baadaye nilienda Morogoro mwaka mmoja. Baadaye nikaenda Songea tena, nikafanya kazi kwenye parokia ya Mtakatifu Mikaeli Mahanji. Baadaye nikatumwa tena kuja Dar es Salaam, nikafanya kazi kwenye parokia ya Mtakatifu au Bikira Maria Mkingo Dhambi ya Asili Maburunza, na baadaye nikatumwa kwenye parokia ya Mtakatifu Agustino hapa Temboni ambapo nilipo kwa sasa hivi. Hivyo maisha hayo yote yamenisaidia kweli kuonja upendo wa Kristo, hasa ninapowahudumia ndugu zangu, hasa wakiwemo wahitaji, wagonjwa na watu wenye mahitaji mbalimbali. Na ndugu zangu wa Kristo ninapokuwa pamoja nao ninafurahi, na hii inanipa nguvu zaidi.
Kumbe hii inanisaidia katika maisha yangu, na namshukuru Mungu kwa hao wote ambao nimepitia kwao na nimejifunza mengi kutoka kwao. Hawa wameacha alama ya pekee katika moyo wangu, hasa nilipowahudumia hao wagonjwa wenye huzuni, wenye matatizo mbalimbali, na watu wote ambao nimekutana nao katika maisha yangu. Na katika hao nimemwona Kristo, ambaye kupitia hao naonja furaha ya pekee katika moyo wangu. Kumbe katika maisha hayo naona kuna fursa ambayo ni ya pekee, na fursa hiyo inaweza kawasaidia wale wote wanaojiandaa kumtumikia Mungu, lakini hii inatusaidia sisi sote kuendelea kujiweka sawa, hasa kwa kuungana na Kristo kwa karibu zaidi. Basi tukiungana na Kristo kwa karibu zaidi, tutaweza kuona fursa ya pekee inayoweza hata kuondoa changamoto mbalimbali ambazo huwa tunatukuta katika maisha yetu. Tukiwa katika muungano na Kristo, changamoto huwa tunazitatua, mimi binafsi nazitatua kupitia sala, misa takatifu, sala ya kanisa, rozari takatifu, sala za binafsi na huduma kwa wahitaji wakiwemo wagonjwa. Hawa wote hunipa nguvu mpya ya kuendelea mbele katika safari ya kumtumikia Mungu. Kumbe nayo furaha kubwa na mtazamo na dira ya pekee katika maisha yangu, ambayo yaweza kuwasaidia hata wenzangu ambao na wenyewe wana nia hii au wapo kwenye maisha haya. Katika maisha ya siku hizi au kanisa la sasa, sisi watawa laweza kutusaidia kuona mbele, hasa tunapotumia maendeleo ya sayansi yaliyopo. Hii itawasaidia hata wenzangu wote na vijana na wengine wote kutumia maendeleo ya kisayansi katika kutunza muungano wetu na Kristo, ili tuweze kuitikia vizuri wito wa kumtangaza Kristo katika maisha yetu. Kumbe hiyo itawasaidia vijana na wengine wote ambao wanajisikia kuishi wito huu na wanaojiandaa kuishi wito huu. Tunapofanya hivyo, tunamruhusu Kristo atubadilishi ili maisha yetu yaendane na maisha yake yakiwa yamejaa upendo. Yeye ndiye anayebadilisha maisha yetu, sisi hatumbadilishi yeye. Tukitafakari au tukijaribu kumbadilisha yeye awe kama tulivyo sisi, tutapata changamoto ya kushindwa kuendelea mbele. Kumbe tunamruhusu yeye abadilishe maisha yetu yawe anavyotaka, au tumuishi yeye ili tuweze kumuona yeye katika ndugu zetu tunaoishi nao. Kumbe tukiwa na matarajio hayo, twaweza kuendelea mbele, hasa tukiutunza muungano wetu na Kristo njiani kwa Mungu. Na mimi hii inanisaidia kwa kujitahidi kuishi pamoja na watawa wenzangu, napoishi na watawa wenzangu, tukiwa na moyo mmoja na roho moja kuelekea kwa Mungu kwenye furaha ya milele, ambako ndipo tutakapopata utulivu wa mioyo yetu, kwa vile mioyo yetu haitulii mpaka ifike kwa Mungu ambako kuna furaha isiyoisha. Kumbe ujumbe wangu kwa wale wanaoitwa kuishi maisha ya utawa au padri ni kwa vijana wote wanaovutwa na maisha haya, hasa kuendelea kutunza muungano wao na Kristo kwa kujitahidi kuziishi ahadi zao za ubatizo, hasa wanapoyatumia maendeleo haya ya kisayansi ili yaweze kuwasaidia kufikia malengo yao. Hivyo wataweza kumtangaza Kristo katika maisha yao na katika maeneo yao, na hivyo wataweza kufanikiwa kufikia wito huo na mwisho watamfikia Mungu. Kumbe kwa namna ya pekee natoa ujumbe wa shukrani kwa wanafamilia walionisaidia. Na mshukuru sana Mungu kwa wanafamilia walionisaidia kwa kunilea mpaka nikaweza kujiunga na shirika la Mtakatifu Agustino, na nawashukuru pia wanashirika kupitia wao. Na mshukuru Mungu nao wamenilea na wanaendelea kunilea, na kwa pamoja tutamfikia Mungu. Na washukuru pia wale waliojitahidi kwa namna moja ama nyingine kunisaidia katika kufikia miaka hii 25 ya utawa ninaposherehekea jubilei hii. Kumbe natoa shukrani nyingi kwa hao wote, yaani wanafamilia, wanashirika, waumini wote, ndugu na jamaa wote. Na waombea hao wote kwa Mungu. Mungu azidi kuwalinda na kuwabariki ili waweze kuyafikia malengo yao yote aliyowapangia hapa duniani, na mwisho waweze kufikia uzima wa milele baada ya maisha haya. Asante rafiki, ndugu na jamaa zangu.